Lakini ndio maana kutakuwepo na wauguzi ili kuhakikisha zinapotokea changamoto za maradhi wanakabiliana nazo. Tunarudi kwenye afya zetu. Ndio maana kutakuwepo na walimu ili kuzifungua fahamu zetu, tupate maarifa. Kwa sababu kukosekana kwa maarifa kunasababisha maangamizo kwenye jamii zetu. Kukosekana maarifa ndio kunasababisha shetani anaingiza ajenda zake kwenye jamii zetu. Kukosa maarifa. Ndio maana kuna kuwepo na wachungaji kwa ajili ya kutuelekeza mambo ya kiroho. Tufahamu ulimwengu wa kiroho jinsi unavyofanya kazi. Kwa sababu sisi ni roho. Sisi ni roho katika mwili. Lakini mwili ukishakuwa mbovu, roho haendelei kukaa ndani ya jumba bovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Ndio maana hitilafu ikitokea kwenye mwili, roho yenyewe inaondoka. Inarudi kwa mmiliki. Afu mwili linapoteza kila kitu, linadondoka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa wanaohakikisha maisha yetu ya kiroho yanakuwa mazuri na maisha yetu ya kimwili yanakuwa mazuri, wote wanakuwa na mchango wake. Kila mmoja anakuwa na kamchango kanakosaidia maisha yaendelee kusonga mbele. Kwa unapaswa kujifunza kwa kila mtu. Umsikilize kila mtu. Ana kamchango kake tu, ambako kupitia hapo unajikuta sehemu fulani umevuka. Anaipitia hali ngumu, jifunze pia kupitia kwake. Wenda hiyo elimu unayojifunza kupitia kwake itakusaidia wewe usipitie katika hali anayoipitia. Anaipitia kwenye hali nzuri, jifunze kupitia kwake. Wenda namna ukijifunza kupitia kwake unaweza kujikuta umeambukizwa ule uweza ule umfanya awe kwenye hiyo nafasi aliyopo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kiufupi tumeumbwa kwa namna ambavyo unachokifuatilia ndivyo unavyokuwa. Kama unafuatilia wanamuziki utajikuta wewe umekuwa mwanamuziki. Sababu sisi tumeumbwa namna hiyo. Unachokifuatilia ndivyo unavyozidi kuwa. Unaumbwa kuwa hicho kitu unachokifuatilia. Unachotumia muda mrefu sana kukifuatilia kutafiti, unajikuta ile roho sasa inayohusika na hicho kitu inakuvaa. Unaanza kuwa kile kitu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio hivyo. Ndivyo hivyo tunapopata walevi na wavuta bangi. Unajikuta huko pamoja na marafiki wavuta bangi, pamoja na marafiki wanaozungumzia uzinzi sana, mnaangalia mapicha ya ngono na nini muda mrefu. Zile roho zile zilizokuwa zinawatumikisha wale wanapofanya hizo heka na mastaili ya ajabu, zile roho zinaanza kukuvuvia wewe. Inakuingia, unavuviwa roho hao wachafu. Unajikuta tamaa inawaka mwili mzima. Haulali au tamaa kitandani utulii mpaka uongee na fulani yule aliyemuona. Kianza kumuona mtu hapa amepita, unamvua nguo, unaanza kumkadiria. Huyo itakuwa hivi na hivi. Kulingana na nini? Vitu vilivyokuwa ukivifuatilia muda mrefu vimekuingia. Kwa vinataka vikufanye uwe kama yale uliyoyaona. Bwana Yesu asifiwe. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Kwa tumeumbwa kwa namna ambayo utakachokifuata ndicho unajikuta unakuwa hivyo hivyo. Elisha alimfuata sana Elia, anajikuta anapata uweza kuliko hata Elia mwenyewe. Alipopokea ile nguo yake ile, akakimbia. Alikuwa akifanya hivi tu. Kama mtu naye ile kale kanafanyaje? Kanajigawa na pita kitu rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Jina Bwana libarikiwe. Amina. Kwa ndivyo tulivyo. Kwa unapaswa kujifunza kupitia kwa watu wengine. Utakapojifunza kupitia mimi hapa, utapata kile ambacho nilikibeba. Sehemu ya kile nilichonacho itakuingia. Sehemu ya uwezo nilionao utakuingia. Mungu mpaka kamwamuru Musa atoe sehemu ya moyo wake auingize kwa wenzake wengine 70. Bwana Yesu asifiwe. Yesu aliwapa uweza wanafunzi wake. Kwa sababu walikuwa wamemfuata kwa muda mrefu, wakawa wamekizi vigezo vya kupokea uweza wake. Uweze kukaa ndani yao. Hakuwapa uweza mwanzoni mwa safari tu. Alikaa nao akawafundisha. Na wao wakaendelea kukaa naye. Wakawa wanamfuata kienda wapi wako naye.
akienda kuomba wanafuata. Akimalizana na makutano wenyewe walikuwa wakishapata miujiza, wakishakula mikate wakishiba, wanaondoka.